نحن ما أتينا بدين جديد، لكن الذي لا يميز قد يقول إذا سمع منا كلاما هو حق وصحيح من جهله. نحن والحمد لله على الخط الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا من علماء الإسلام، ما فتحنا للناس خطا جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اجعلنا وآيانا خالصة لوجهك الكريم، اللهم آمين. Bismillah, tunaanza kuisoma hadithi ya kwanza katika muendelezo wa kukisoma kitabu kiitwacho Matnul Arba'in an-Nawawiyya, utunzi wa al-Hafidh al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain. Na biidhnillah, kuanzia hadithi ya kwanza kuendelea mbele biidhnillah atakuwa anasoma mtu na mimi insha Allah nitakuwa naongeza sharhi biidhnillah ta'ala, Mwenyezi Mungu akituwezesha. Bismillah. الحديث الأول. Hadithi hii kama walivyosema wanawazuoni ni hadithi ambayo wameafikiana wanawazuoni juu ya usahihi wake na juu ya kwamba ni hadithi tukufu, na wamekubaliana juu wa utukufu wa pahala pake na utukufu wake kwa ujumla na wingi wa faida yake, mpaka akasema al-Imamu Shafi'i na al-Imamu Ahmad rahimahumallahu ta'ala, yadkhulu fihi thuluthul ilmi, huingia ndani yake thuluthi ya elimu. Na wamependezesha wanawazuoni kufunguliwa tunzi kwa hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu hadithi hii inafungamana na nia. Kuanza kitabu kwa hadithi hii kuna mzindua yule mtunzi kuifanya nzuri nia yake, na kuwa kule kutunga kwake na kuandika kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo akapendezesha kuanza hadithi hii kwa sababu hiyo, na ndiyo maana al-Imam Nawawi akazianza hadithi hizi kwa hadithi hii ambayo inahusiana na nia. Naam. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمير المؤمنين ni laqab limeachiliwa kwa makhalifa, na wa mwanzo kuitwa Amirul Mu'minin ni yeye huyo Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, ndipo baadaye ikawa kwa kila khalifa anaitwa kwa jina hilo Amirul Mu'minin, na hata waliopita pia wakaitwa Amirul Mu'minin. Abu Hafs hiyo ni kunya, na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni Mquraish, ni al-Adawi, yani anatokana na Bani Adi, na kunya yake kama ilivyotajwa ni Abu Hafs. Alipewa kunya hiyo na Mtume sallallahu alayhi wasallama kama alivyopokea al-Hakim katika al-Mustadrak, na amesema kwamba hilo ni sahihi kwa sharti za Imamu Muslim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ameitwa Abu Hafs, na al-Hafsu ni ashiblu, ni mtoto wa simba. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu amefeshwa shahidi katika mji wa Madinatul Munawwara mwaka wa 24 akiwa na miaka 63. Alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema ya Rabbi tawaffani shahida fi sabilik fi baladi nabiyik, Mwenyezi Mungu nifeshe nikiwa ni shahidi katika njia yako katika mji wa mtume wako, yani Madina. Akaambiwa al-a'da'u alladhina yuharibuna al-muslimin ba'iduna 'anil Madina, maadui ambao wanaupiga vita Uislamu na Waislamu ni wenye kuwa mbali na mji wa Madina. Sasa vipi utauliwa fi sabilillahi halafu iwe ndani ya mji wa Madina? Akasema Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allahu ta'ala qadirun ala ma yasha, Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kuweza juu ya anachokitaka. Akauliwa kwa dhulma, na aliuliwa na mtu ambaye ni majusi kwenye mji huo wa Madina kama ambao alikuwa anaomba. Na mfano wa hili limetokezea kwa marehemu Sheikh wetu Sheikh Fadhl ibn Juma, kwa sababu tumeelezewa kwamba alikuwa akienda kwenye mihadhara hii ambayo inatolewa na kwenye hizi darasa za Ijumaa, alikuwa anaomba na anawaambia na wengine pia wamuombe Mwenyezi Mungu wafe kwenye hali kama hizi,
na yeye alikuwa akiomba afi kwenye hali kama hizo, na Mwenyezi Mungu akajalia vile vile ambavyo ameomba, akafa hali ya kuwa ametoka nje ya mji wa Zanzibar kwa ajili ya kulingania watu kwenye Uislamu na kueneza tauhidi. Naam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Amesema Sayyidina Umar, nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam akiwa anasema innama, hakika si vinginevyo isipokuwa ni hivi. Innama ni tamko ambalo linapelekea kutiliwa mkazo hukumu yenye kutokezea. Ikitumiwa lafdhi ya innama hujulisha juu ya kwamba ambacho ni chenye kuja mbele ni chenye kutiliwa mkazo. Kwa hiyo maana yake unatakikana ukizingatie hicho ambacho kitatajwa. Ikijulisha siyaki na makusudio ya maneno juu ya kudhibitiwa katika kitu fulani ambacho ni maalumu, ni hivyo tu, basi unatakiwa useme hivyo hivyo. Innama, hakika si vinginevyo bali ni hivi, utafsiri hivyo. Ama ikiwa siyaki, yani mtiririko wa maneno na makusudio sio kudhibitiwa kwamba ni hivyo tu, basi ile alhasri usiibebe kwa mwachiliko, yani sio hivyo tu, useme hakika mambo yalivyo na mfano wa hivyo. Mtume amesema innamal a'malu binniyati, hakika si vinginevyo matendo yenye kunasibika na sheria ni kwa nia. Hapo kwenye neno binniyati ni asbabia, makusudio na makadirio. Wujudul a'mali shar'a mustaqirrun au thabitun bisababiha, uwepo wa matendo ya kisheria ni wenye kudhibiti, ni wenye kuwepo kwa sababu ya hizo nia. Yani tendo halihesabiwi kuwa ni lenye kuenda sambamba na sheria isipokuwa kwa nia ambayo inaenda sambamba na sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa amesema al-a'mal, hajasema al-af'al, kwa sababu huingia kwenye al-a'mal mambo ya itikadi, vitendo na kauli na hali za watu, vyote huzingatiwa kwa nia yenye kuenda sambamba na sheria. Na nia kilugha ni kukusudia, lakini hapa makusudio ni uelekeaji wa moyo upande wa kitendo kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu mtukufu na kutekeleza amri yake. Na makadirio kwenye ile hadithi, yani maana yake kwa ujumla, innama atibarul a'mali binniyati, hakika si vinginevyo uzingatiwaji wa maneno, uzingatiwaji wa matendo ni kwa nia yenye kuenda sambamba na sheria. Kwa hiyo kila tendo ambalo lenye kunasibika na sheria huwa lenye kuzingatiwa kwa nia. Tendo ambalo kiasili linasibikana na sheria lakini likaepukana na nia, hilo halihesabiwi. Kwa hiyo makadirio ya hii hadithi ni kwamba matendo huhesabiwa kwa nia, hayahesabiwi matendo ikiwa ni bila nia. Na ndani ya hadithi pia kuna dalili juu ya kwamba tahara ambayo ni udhu, josho, tayammum, hizo tahara haziswihi isipokuwa kwa nia. Na pia swala na zaka na funga na hija na itikafu na ibada nyingine pia haziswihi isipokuwa mpaka iwe mtu amenuia. Na matendo mengine pia mtu anahitajia kuwa amenuia. Unaenda kusoma umenuia, yani isiwe tu umetoka ukaja tunaenda kusoma basi, hapo inakuwa bila thawabu. Isiwe umeingia msikitini ukakaa tu, ni bila thawabu. Isiwe umeingia kusomesha tu kwamba naenda kusomesha, hapo ni bila thawabu. Yani nia kwamba wewe unasomesha haitoshelezi kupata thawabu. Umenuia kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu au mfano wa hivyo. Na ama kuondosha najis, kauli mashhur kwenye madhhabu ya al-Imam Shafi'i ni kwamba kuondosha najisi hakuhitajia nia. Kwa nini? Kwa sababu kuondosha najisi ni katika upande wa aturuk, yani kuacha, na kuacha hakuhitaji nia. Kufanya ndio kunahitajia nia. Kwa hiyo ikiwa mtu anafanya kwa moyo, anitakidi au anasema au anatenda, hapo ndio kutahitajika kunuia kwenye kufanya, sio kuacha, kuondosha najisi, hapo itakuwa hakuhitaji nia. Naam. Wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama,
likulli mri'in ma nawa, hufidisha maana maalumu isiyokuwa ya kwanza. Yani hili tamko wa innama likulli mri'in ma nawa linaleta maana nyingine isiyokuwa maana iliyopatikana kwenye neno innamal a'malu binniyati. Maana gani ambayo inapatikana kwenye hili neno wa innama likulli mri'in ma nawa? Hupatikana kwamba kuainisha ambacho ni chenye kunuiwa ni sharti. Kwa hiyo ikiwa unaswali adhuhuri, uainishe kwamba unaswali adhuhuri. Ikiwa mtu anaswali swala ya kulipa, haitoshi kunuia tu kwamba anaswali swala yenye kumpita, bali inashurutishwa anuie mathalan kwamba hiyo swala ni ya dhuhuri au ni ya alasiri au mfano hivyo. Yani ikiwa mtu analipa, isiwe anaswali tu kwamba mimi naswali swala iliyonipita, haitoshi. Anuie na swala iliyonipita swala gani? Ya dhuhuri au alasiri au mfano hivyo. Ainishe kwamba anafanya kitu fulani. Kama kutia udhu, ainishe kwamba anakusudia kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Kama anakusudia hivyo sio mbaya, lakini haitoshi. Ainishe kwamba ni kitu gani anachokifanya, kutia udhu, kuondosha hadathi ndogo au mfano wa hivyo. Ainishe. Ikiwa ni anafunga, ainishe kwamba anafunga mathalan funga ya Ramadhani. Lau si hili neno hili wa innama likulli mri'in ma nawa, neno la kwanza innamal a'malu binniyati lingelipelekea kwamba inaswihi nia hata kama hujaainisha, yani lile neno lingelituhumisha hivyo. Lakini Mtume kusema wa innama likulli mri'in ma nawa, akafidisha kwamba ni lazima kuainisha katika kunuia. Kwa hiyo wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo, na kila mtu alichonuia. Yani kitu utapata malipo yake ikiwa umekiainisha, ndio makusudio. Pia hili neno linafidisha uenevu ambao unajulishwa na tamko ma. Innama likulli mri'in ma, hiyo ma inafidisha uenevu. Kwa ufupi, mtu anapata kile ambacho amekinuia. Ikiwa hicho kitu ni kizuri ama ikiwa hicho kitu ni kibaya, atapata kwa mujibu alivyonuia. Ikiwa ni kheri, alivyonuia atapata kheri, na ikiwa ni shari atapata shari. Panajulikana kutokana na hilo neno kwamba inawezekana pia kujaliwa zile desturi kuwa ni ada, kama vile kula, kunywa, kuoa. Mtu akinuia kupata nguvu kwenye huko kula ili afanye taa, na mtu akinuia kwenye kule kunywa kwake apate nguvu ili afanye taa, na mtu akinuia kuwa mwema kwa kule kufunga kwake ajiepushe na haramu. Au mfano mtu akajitia manukato, akakusudia kwa kule kutia kwake manukato kuthibitisha sunna, kwamba Mtume alifanya hivyo, alikuwa anatumia miski na mimi nafanya, hii ni sunna. Au nafanya kuondosha karaha, kuondosha harufu ambayo itawachukiza waja wa Mwenyezi Mungu, akawa ananuia mfano wa hayo, huyu atapata thawabu. Na kwa ajili ya hadithi kama hii, wanawazuoni pia wakachukua dalili juu ya kwamba mtu akileta tamko, hata kama si tamko la wazi, ikiwa ni tamko la fumbo, basi hilo tamko ikiwa nia yake ni kuacha, basi inahesabiwa tayari ameshaacha, kwa sababu nia yake ni kuacha, hata kama hilo neno kiasili halina maana ya kuacha. Kwa nini? Kwa sababu lile neno ma wa innama likulli mri'in ma, hii ma inafidisha uenevu, sio mambo maalumu ya ibada tu, na mambo mengine yote huenda sambamba na nia. Nia ndio italiongoza jambo ama kuwa ni la kheri au ni la shari. Naam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, basi ambaye kulivyo kuhama kwake ni kwa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, yani ni kuelekea kwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mjumbe wake kwa kunuia na makusudio. Nia ya safari na makusudio ya safari ni kumtii Mwenyezi Mungu. Fahijratuhu ila Allah wa rasulih, basi kuhama kwake, hijra yake ni kuelekea kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake kihukumu na kisheria. Yani
hijra yake imetuka na imehesabiwa kwa mujibu wa nia yake, kwa vile alichonuia yeye ni kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na kufanya kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu, basi hijra yake ni yenye kuhesabiwa na yeye anapata thawabu kwa kuhama kwake huko. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallama amemtaja Mwenyezi Mungu na mtume, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kwa nini ikaja hivyo? Kwa ajili ya kuitukuza hiyo safari, ndio ikaja fahijratuhu ila Allahi faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Imekuja hivyo kwa upande wa kuitukuza hiyo safari ambayo makusudio yake na nia ya hiyo safari ni mazuri. Pia ibara kama hiyo imekuja kwenye muhala mwingine kwenye nafsi nyingi pia, kama vile kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusimulia habari kutokana na Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam aliposema inni dhahibun ila rabbi, pametumwa neno lile ila rabbi, makusudio hakika mimi ni mwenye kuenda kwenye ardhi ambayo ameibariki Mola wangu kwa ajili ya kumtii yeye. Hakika mimi ni mwenye kuenda kwenye ardhi tukufu, na kama vile ilivyokuja kwenye muhala mwingine mathalan warafi'uka ilayya, sio makusudio kwamba ni kwangu naenda kwa Mwenyezi Mungu. Warafi'uka ilayya, hapo pahala pametukuzwa na ni mwenye kukunyenyua kwenye mahala patukufu kwangu mimi, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na amekuja maneno mfano wa hayo kwenye sehemu nyingine nyingi pia, na maana yake ni kutukuzwa hizo sehemu au kutukuzwa hiyo safari. Sio maana yake kwamba mtu anaenda sehemu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa bila mahala wala upande. Naam, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia aipate, yani lengo lake ni kukusudia kuipata hiyo dunia, au imraati yankihuha, au ni kwa ajili ya mwanamke amuoe. Hii au hapa sio makusudio kutilia shaka kwamba ni hivi au ni hivi, bali hii au hapa ni al-atfu, kuunganisha, ama makusudio yake ni hivi au makusudio yake ni hivi, yani ikiwa hivi au hivi. Naam, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake ni kwa kile ambacho amekihamia kunako dunia au mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, yani kuhama kwake ni kwa kile ambacho amehama kukielekea dunia au mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ilaihi, yani hajasema ila dunia au imraa, hajasema hivyo, tofauti na huku alipoelezea mwanzo akasema faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Huku mtume hajasema fahijratuhu ila dunya au imraa, bali pamesemwa ila ma hajara ilaihi. Kwa nini? Ni kwa ajili ya kuyapuuzia hayo makusudio, kwa sababu makusudio hayo ni makusudio mabaya, na wala mtume hajamtaja mwanamke wala hajaitaja dunia, kwa sababu mtu hatakiwi afurahie mambo kama hayo, kwa sababu mambo hayo pia ni yenye kukemewa. Na mtume kuwa hajaitaja dunia wala hajamtaja mwanamke mara ya pili, bali akasema fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, ni kwa sababu makusudio ni kukemea mtu kukusudia mambo kama hayo, mtu kukusudia mwanamke au dunia katika safari yake, ambayo safari hiyo inahesabiwa ni dhalili, safari mbaya. Mtu anaenda mathalan China, anaenda Dubai, anaenda Uturuki, mfano wa hivyo, lengo lake ni dunia, lengo lake ni kwenda kuchukua biashara tu mathalan. Hiyo safari ni dhalili, safari hiyo sio nzuri. Mtu anasafiri kama hivyo aweke na nia nzuri, na safiri kwa ajili ya biashara, Mwenyezi Mungu anipatie kipato, kupitia kipato hicho nitekeleze ambayo amenifaradhishia, nilishize familia yangu kwa sababu inalazimikia mimi, ili nitekeleze amri ya Mwenyezi Mungu, na mfano wa hayo katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameniamrishia. Mtu anatakiwa anuie kama hivyo. Pamejulikana kutokana na ambayo yametangulia kwamba taa, mambo ya kheri kiasili
usihiji wake ni wenye kufungamana na nia. Imekuja katika baadhi ya hadithi pia kama alivyopokea Al-Hakim na akaisahihisha kutoka kwa Abu Huraira kwamba Mtume amesema, awwalun nasi yadkhulu an-nara yawma al-qiyamah thalathatu nafari, watu wa aina ya mwanzo kuingia motoni siku ya Kiyama ni makundi matatu. Yu'ta birrajuli, ataletwa mtu, fayaqulu ya rabbi allamtani alkitaba, atasema Mwenyezi Mungu, Mola umenifundisha kitabu. Faqara'tuhu ana al-layli wan-nahar, nikakisoma wakati wa usiku na wakati wa mchana. Rajaa thawabika, kwa kutarajia thawabu zako. Fayuqalu, patasemwa kuambua yeye, yani malaika atamwambia, kadhabta, umesema uongo. Innama kunta tusalli, hakika si vinginevyo ulikuwa unaswali. Liyuqala innaka qari'un musallin, ili uitwe hakika wewe ni msomaji mwenye kuswali. Waqad qila, na pamesha sema ulivyotaka. Idhhabu bihi ila an-nar, mpelekeni motoni. Thumma yuta bi akhara, kisha ataletwa mwingine. Fayaqulu, atasema rabbi razaqtani mala, Mola umeniruzuku mali. Fawasaltu bihi rahima, nikaunganisha kwa mali hiyo koo. Watasaddaqtu bihi ala almasakin, na nikatoa sadaka kwa mali hiyo kuwatolea sadaka masikini. Wa hamaltu ibn sabili, na nikambeba mtoto wa njia ibn sabili, nikamsaidia, yani ambaye amekatikiwa njiani. Rajaa thawabika, kwa kutarajia thawabu zako. Wa jannatika, na pepo yako. Fayuqalu, patasemwa kuambwa yeye, malaika ndio watamwambia, kadhabta, umesema uongo. Innama kunta tatasaddaqu, hakasi vinginevyo ulikuwa unatoa sadaka. Watasilu, unaunganisha koo. Liyuqala innahu samhun jawadun, ili pasemwa hakika yeye ni mwepesi, ni mkarimu. Waqad qila, na pamesha sema ulichotaka. Idhhabu bihi ila an-nar, mpelekeni motoni. Thumma yujau bithalith, kisha ataletwa watatu. Fayaqulu, atasema ya rabbi kharajtu fi sabilik, Mola nimetoka katika njia yako, yani jihadi. Faqataltu fika, nikapigana kwa ajili yako. Hatta kutiltu, mpaka nikauliwa, yani na makafiri. Muqbilan ghaira mudbirin, hali yakuwa ni mwenye kuelekea sio mwenye kurudi nyuma, yani sijakimbia vitani katika vita vya faradhi. Rajaa thawabika, hali ya kutarajia thawabu zako. Wa jannatika, na pepo yako. Fayuqalu kadhabta, patasema umesema uongo. Innama kunta tuqatilu, hakika si vinginevyo ulikuwa unapigana vita. Liyuqala innaka jari'un shujaa'un, ili pasemwe hakika wewe ni jasiri, shujaa. Waqad qila, na pamesha sema idhhabu bihi ila an-nar, mpelekeni motoni. Haya yanajulisha juu ya kwamba mtu sio mujarrad wa kuwa amenuia tu kitu atapata thawabu, na pia lau mtu amenuia kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na kupata thawabu, lakini pia aonekane, pia hii inahesabiwa ni riya na hapati thawabu juu ya hilo ambalo amelifanya. Ama mtu lau amenuia katika kufanya kwake kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kupata pepo na kuepukana na moto, huyu amefanya vizuri na wala sio haramu. Sio kama wanavyojidai wale ambao wanajinasibisha na tasawuf kwa uongo, kwamba eti unatakiwa ukifanya wewe ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, sio pepo wala sio moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, wad'uuhu khawfan wa tamaa, na muabuduni kwa hofu, kuogopa moto na kwa matumai ya kupata pepo. Hii ni dalili juu ya kinyume cha hayo ambayo wao wenye kujinasibisha na tasawuf wanayadai. Kwa hiyo mtu anatenda kheri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu, na kwa kutamani kuingia peponi kwa tamaa hiyo, na kwa kuogopa kuingia motoni. Na imepokewa katika Tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra kwamba Abdul Malik ibn Ibrahim al-Hamadhani alikuwa akitaka kumwadabisha mtoto wake kwa kumpiga au mfano wa hilo. Alikuwa anachukua bakora kwenye mkono wake na alikuwa anasema, nawaitu an adriba waladi ta'diba, na nuia kumpiga mtoto wangu kumwadabisha kama amara Allah, kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Kisha ndipo anampiga.
Huenda baadhi ya wakati mtoto alikuwa tayari ameshakimbia kabla hata mzazi hajakamilisha nia yake, na kama alivyosema yeye mtoto mwenyewe, baadhi ya wakati alikuwa hapati kumpiga. Na kwa nini alikuwa anafanya kama hivyo? Ili kitendo chake kisiepukane na thawabu, na ndivyo inavyotakikana. Isiwe mtu anampiga mwanawe au unampiga mwanafunzi kwa ajili ya kumkomoa au kumwadhibu. Isiwe ndiyo nia yako. Nia yako iwe ni wewe kumwelekeza na kumwadabisha kama ambavyo Mwenyezi Mungu ameamrisha, na unuie mengine katika ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika nia ambazo utapata thawabu ndani yake. Yani uchunge katika kila tendo miongoni mwa matendo ambayo unayafanya, tendo hilo lisiepukane na wewe kupata thawabu. Kwa hiyo panajulikana kutokana na hii hadithi kwamba mwanadamu kwa sababu ya kutoifuatilia kwake nafsi yake na moyo wake hupoteza thawabu nyingi kwa kila siku. Huenda ikawa anatoka nyumbani anaenda msikitini, anakusudia tu kwenda msikitini, hapati thawabu. Huenda ikawa anaenda kusoma, anakusudia tu anaenda kusoma, hapati thawabu, na mfano wa hivyo. Lakini lau mtu atafuatilia akauchunga moyo wake, basi atajikuta anajivunia wingi wa thawabu kutokana na yale ambayo anayafanya, bali mpaka baadhi ambayo itakuwa ni mambo ya kidesturi pia atakuwa anapata thawabu ndani yake. Inawezekana ikawa mtu analeta adhkari lakini asipate thawabu kwa kuleta kwake adhkari, kwa sababu hajanuia kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na mfano wa hivyo. Kwa hiyo mtu anatakikana ajichunge kwenye matendo yake ili asiepukane na kupata thawabu katika matendo yake, hususan matendo ya khairi. Naam. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري. الإمام البخاري ni al-Ju'fi. Kwa nini pakasema kwamba yeye ni al-Ju'fi? Kwa sababu pana baina yake yeye na baina ya kabila la al-Ju'fi al-Wala, lakini asili yake yeye sio Mwarabu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amefeshwa katika sehemu inayoitwa Khartanka karibu na mji wa Samarkand mwaka wa 256 Hijria, ilhali ana miaka 62. Na hadithi hii ameipokea katika muhala 7 ndani ya kitabu chake hicho cha Sahih Bukhari. Ameitaja sehemu 7 tofauti tofauti. Naam. Wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi radiyallahu anhuma fi sahihayhima alladhayn huma asahhu al-kutub al-musannafa. Pia amepokea Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri, ananasibishwa na Qushayr ibn Ka'bi ibn Rabi'a, ndio kaitwa al-Qushayri. An-Naysaburi ni mwenye kufeshwa mwaka 261 akiwa na miaka 57. Mwenyezi Mungu awawie radhi wote wawili. Wameipokea katika sahihi zao mbili, Sahih Bukhari na Sahih Muslim, alladhaini huma asahhu al-kutubil musannafa, ambavyo hivyo viwili ndio vitabu sahihi zaidi vyenye kutungwa. Yani ni miongoni mwa vitabu sahihi zaidi vyenye kutungwa katika fani ya hadithi, ambavyo ni vyenye kuwekewa na sanadi na ambavyo ni vyenye kurufaishwa mpaka kwa Mtume. Wala haifichiki kwamba hadithi ambayo wamekubaliana maimamu hao wawili, al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, yani wote wameipokea kwenye vitabu vyao kwamba hadithi hiyo ni yenye kuwa katika daraja juu zaidi za usahihi, kama walivyoelezea hilo wanawazuoni wa hadithi. Na hadithi hii tuliyoitaja pia ameitoa na ameipokea al-Imamu Malik na ashabu sunan wanne pia, na wengine katika wanazuoni pia wameipokea. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi awwalan wa akhira. السلام
من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا. الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك.